Naam, hujambo na karibu kwenye idhaa yetu ya Lufa Africa Media. Na leo tunawaletea mjadala kuhusiana na malezi ya watoto. Na nina mwenzangu hapa ambaye anaitwa Bi Rebecca. Naam, Bi Rebecca. Hujambo? Sijambo. Karibu sana. Asante. Naam, Bi Rebecca, kama nilivyotanguliza hapo awali, tunaongea kuhusu swala la malezi ya watoto, hasa malezi ambayo yanafanyika nyumbani. Unajua kwamba mara nyingi tumejikuta kwamba malezi siku hizi, hasa kwa wale ambao wanafanya kazi, ama niseme working class, wanawake ambao wanafanya kazi, ama niseme kwenye nyumba ambapo mwanamke na mwanamume wote wanafanya kazi, malezi yamekuwa ni matatizo makubwa sana. Na unaweza kupata kwamba ni yaya ambaye anajukumika kumlea mtoto. Kwa hivyo wewe unafikiria nini, una maoni gani kuhusu malezi nyumbani, hasa kwa wale ambao wanafanya kazi? Naungana na ile hoja lako kwamba siku hizi kwenye maboma mengi malezi tumeachia kina yaya. Na especially wale ambao wako kwa working class, wale ambao wanafanya kazi. Na si jambo baya kumwachia yaya mtoto akulelee, lakini wewe kama mzazi pia angalau tenga muda wako mchache uwe na watoto wako. Jua ni yapi wanapitia, sababu si kina yaya wote wamelelewa vyema kule manyumbani kwao, na si yaya wote pia wamekuja pale kwa ajili ya kulea watoto wako. Wamekuja hapo kwa ajili ya pesa zao tu. Hawa wafanye mambo yao ambayo wanaweza na wapate hela. Sasa unapata hata malezi mengi kwa hawa watoto yale ambayo ya kimsingi mwanzo kitabia, unapata kwamba wanakosa, sababu sisi wazazi tumekataa. Hatutaki kukaa nao sana, sababu umeingia tu mtoto umeona amevalia vyema, unaona tumbo lake limejaa, unaona ameshiba, unaona yuko msafi, huenda kazi yake ya shuleni ashafanya. Sasa huwezi jua mwanzo mtoto mazungumzo yake ni yapi na wenzake kule nje. Na wakati mwingine labda yaya anafanya kazi hiyo ya shuleni. Naam. Ni yaya huenda amemfanyia tu. Unajua kuna wakati pia sisi wazazi tunawakaripia wale kina yaya sana. Unapata kwamba tumewaweka yani kwamba tukiingia wanatuinamia, tumekuwa wakali kwao. So unapata kwamba sababu yeye anataka kila kitu kiwe sawa, unapata kwamba amemfanyia kazi yule mtoto. Wewe ukiingia ndio alimshikia tu mkono aandike, uone huu mwandiko ni wa mwanangu, lakini akili ilikuwa ya yule yaya. Unapata kwamba mtoto hata kuna mambo ambayo hayangamui darasani na ni mambo tu mepesi sana. Naam. Unajua ninakumbusha jana nilikuwa nikiongea na mpo wangu pale nyumbani, walinipigia simu kuniuliza kuhusu masuala mengine ya Kiswahili. Sijui hili linaitwaje kwa Kiswahili na hili linaitwaje. Kwa hivyo huenda akipeleka kitabu shuleni mwalimu atafikiria huyu amesoma ama huyu anakimanya Kiswahili, lakini kumbe ni akili yangu. Naam, umetaja hoja muhimu sana kuhusu yaya na acha niseme mama mwenye nyumba. Naam, na unasema kwamba hilo huenda likaathiri, manake unajua mama mwenye nyumba huweza akamuona yaya kama yule ambaye amekuja kufanya kazi, na hili unafaa kulifanya. Je, unafikiria ni vipi yaya na mama mwenye nyumba wanafaa kuishi? Yaani mahusiano yao yanafaa kuaje kuhusiana na lengo lao moja la kuwalea watoto? Mwanzo pale kwa yaya na mama mwenye nyumba, kitu cha kwanza tu ni heshima. Yaya ajue kwamba huyu ni mama mwenye nyumba ambaye ni bosi wake, na huyu bosi pia ajue kwamba huyu ni yaya ambaye ananilelea watoto wangu. Ajue kwamba ameketi pale kwa nafasi yake wakati ambapo hayupo. Na mama mwenye nyumba ndio anafaa pia kuwa mkali, lakini si mkali kwa kiasi kwamba huyu yaya aone kwamba watoto hata hakuna haja, hata wacha tu nifanye hivi niharakishe, huenda nipate angalau kile kidogo ambacho nilikujia. Na mama mwenye nyumba, huyu bosi sasa anafaa kuwa na ule uhusiano mwema na huyu yaya, sababu wakati anampa ule motisha, yani wakati anakuwa mzuri kwake, anampa ule motisha, unapata kwamba hata mtoto anapotusi mwenzake pale nje, yaya atakuwa mkali, atamwambia hapana, hatufanyi hivyo. Lakini wakati bosi yuko ni mkali, hata watoto watapigana kule nje, lakini yaya atakuwa anafurahia, wacha waumie, pesa ziende kwa mtoto. Unaona? Sasa wakati wako na uhusiano mwema, wakati bosi anamlea vizuri huyu yaya, malezi pia kwa watoto yatakuwa nzuri. Upendo kwa watoto, yaya atazidisha upendo, na angalau atafuatilia njia zao, ataangalia watoto wanakuwa aje, na hata wakati mwingine kama atakosa huyu yaya ataweza kumueleza bosi sababu ya ule ukaribu. Unajua pia kuna wakati ambapo unampata mama yampenda mtoto wake sana kwa kiasi kwamba hataki mtoto afanyiwe hivi ama
kukaripiwa ama kurudiwa, na yeye anapata kwamba ni vigumu sana kwake kuishi na mtoto kama huyo, ama anashindwa atampaje nidhamu. Manake mamake mtoto anampenda sana mtoto kwa kiasi kwamba hataki kitu chochote afanyiwe mtoto. Hataki achunwe, labda aligombana na mwingine, ukimuinulia mkono mtoto anaenda kumwambia mama, anaenda kumwambia mamake. Kwa hivyo unafikiria ni nini hasa iwapo niseme nimekuweka kwenye nafasi ya yaya. Wewe kama ni wewe unayehudumu kwenye nyumba kama hiyo yenye masharti ambapo mama hafai, yaya hafai kumchapa mtoto, yaya hafai kufanya hili na hili, unafikiria kwa maoni yako unafaa kufanya nini? Mimi sasa kama yaya kwa mfano katika nyumba hiyo, mwanzo nafaa kumweleza bosi kabla ya kuchukua yoyote. Nimweleze bosi na nimwambie kwamba chunguza mtoto wako fulani, kuna mwenendo ambao ameuanza ambao si mzuri. Na hapo ndo bosi mwenyewe anafasa atake ile action. Ajue kwamba huu mtoto nimeambiwa hivi na hivi. Sasa bosi mwenyewe amchunguze kwanza, adhibitishe iwapo ninalosema ni kweli ama si kweli. Na kupitia ile tatizo litatatuliwa tu. Sababu kama kwenye nyumba nimeambiwa kwamba nisimchune mtoto, nisimchape, nisimkaripie, basi naweza atatumia video nimrekodi akifanya mambo kama, na nimuonyeshe bosi ili nione ushahidi wa kutosha. Sio kwamba wewe umeingia tu hapo unataka kuleta mambo yako. Lakini pia kuna wale kina yaya wenye hasira, unajua kwamba amekuja kukulelea mtoto naye mtoto wake amemwacha nyumbani. Inafanyika mara nyingi pale ambapo, na ukiuliza kwa maoni ya wale ambao wanawaajiri yaya, utajua kwamba wanatarajia ama wanahitaji sana yaya ambao umri wao umekuwa, yani si watoto, si wasichana wa miaka wa umri mdogo. Kwa hivyo unafikiria nini kuhusu hilo? Pale kwa kuajiri akina yaya, sana sisi wasichana, ndio wasichana huwa wanasema kwamba eti wazee wanajua mengi, na sasa unapata kwamba pengine nataka kumwajiri mtu fulani, lakini naona kwamba ni mkubwa huenda kiumri, na mimi kama bosi sitaweza kumwambia fanya hili, nitapata ugumu. Na ndio maana unaona watu wengi wanakimbilia wasichana wadogo. Kwa nini? Wanafanya kazi haraka, alafu ni rahisi kumcommand. Ni rahisi kumwambia kwamba fanya hivi, alafu ni rahisi kumwachia mtoto wako. Amesahau kwamba pia ule msichana mdogo anafanya kazi hiyo kwa haraka na wepesi. Lakini pia pale kwa malezi huenda asiyafahamu vyema. Na si eti kwamba nasema wasiwaajiri watoto wadogo, na si kwamba tunasema wasiwaajiri wale ambao wamekomaa. Lakini wote wanaweza kufanya hizi kazi. Lakini ile tu bosi mwenyewe anafaa kujua ni vipi atamhandle huyu msichana, ni vipi atamhandle huyu aliyekomaa. Asante sana kwa maelezo mazuri. Kwa hivyo labda tukimalizia, ni jambo lipi ambalo unaweza kuambia yaya ambao, unajua nilikuwa nikianzisha hoja fulani pale ya yaya ambaye ameacha mtoto wake nyumbani, alafu sasa huyu mtoto ambaye amepewa huku, ambaye anamtunza ni kisirani. Umepanga viti vizuri, umeosha sijui nini, unakuja unapata amechukua sijui nini akapeleka wapi. Visa kama hivyo vipo vingi sana. Kwa hivyo unaweza kuambia nini ama yaya ambao wanafanya kazi kama hiyo? Mwanzo kwa kupanga nyumba kunachosha. Hata mwenyewe wakati unapiga deki, hutaki mtu apite pale na huenda hata mguu wake ni msafi lakini unakereka. Sasa vipi kuhusu mtoto? Unajua sawa, watoto kazi yao ni kurusha tu, wanatupa tu, yeye hajali. Na unapata kwamba huenda ana kiburi ambao ameona, huenda bosi amekukaripia mbele ya mtoto. Sasa anaona huyu kumbe ni bure, anaweza karipiwa na bosi. Sasa kwa kitu kama hicho, acha yeye ampige tu mtoto. Lakini si ile ya kumuumiza, ampe tu adabu nzuri. Alafu jioni kabla bosi kuingia, sababu bosi atakapoingia ni mama nilichunwa. Sasa anafaa kabla bosi kuingia, hawa amshamwambia kwamba leo nilimpiga mwanao sababu alifanya hivi. Na nadhani hilo litafanya, ndio bosi atakaripia, lakini atajua huyu kumbe anaweza nilelea mtoto wangu. Hata mwacha tu akianka kwa shimo nikiona. Labda jambo lako la mwisho kwa yaya, na unajua tuwezi tukaongea kwa watoto kwa sababu hawajui chochote. Kila ambacho wanakifanya ni kila ambacho wanahisi kwamba kinafaa kufanya. Kwa hivyo jambo lako la mwisho kwa yaya, na jambo lako la mwisho kwa labda wahariri, si wahariri lakini
jambo lako la mwisho kwa waajiri wao? Naam, akina yaya waliokule nje, najua kwamba maisha wakati mwingine ni magumu. Unapata kwamba bosi ni kisirani, ametoka kazini mwake na visirani vingi, huenda kazi sijui hazifanyiwa vipi, anaingia kwa nyumba akiwa na kisirani chake. Wewe kama yaya, nyamaza tu na utulie. Ngojea bosi wako wakati yako sawa sasa, sababu ukiwa ndani ya nyumba utajua bosi wangu hivi hajakasirika, hivi amekasirika. Ngojea ule muda ambao hajakasirika, peleka yale malalamishi yako kwake. Nadhani hapo mtazidi kuelewana usiku na mchana, na hakutakuwa na mambo mengi ambayo yanainuka kama kufukuzwa tu bila kupewa mshahara ama kukaripiwa ovyo ovyo. Ukiwa na heshima kwa bosi wako, pia bosi wako atakuheshimu. Na tunaona kwamba huyu hata kama anafanya hivi, lakini najua huyu ambaye nimemwajiri kuna tu ile mpaka ambao hawezi vuka. Sasa hata huenda kuna mtoto amekuja pengine anataka kuleta mambo yake, lakini vile bosi anakutambua, anajua hili huwezi fanya. Kitu cha muhimu tu ni heshima. Na kwa bosi wetu, tafadhali tuangalie ambao tumewaajiri, tusio tunawakaripia tu ovyo ovyo. Kuna muda mwingine unapata umefanya kitu, ndio muda unaenda, lakini sasa unapata mtu amekukera, utamchuna kidogo, utamchapa kidogo. Basi tuelewe mambo kama hayo. Naam. Asante sana kwa maoni yako mazuri, na natumai kwamba kwa yaya walio pale nje wamekusikia na sawa na waajiri wao. Naam, jambo la mwisho ambalo labda ningependa kusema ni kwamba yaya, unapofanya kazi yako, tafadhali jua kwamba hufanyi kazi kwa sababu ya hela ambazo unaenda kupokea. Manake labda kesho ukawa mwajiri wa mtu na labda utamwajiri mtu akulindie ama akuchungie watoto wako. Kwa hivyo usiwe mtu wa hasira, mtu wa kumwaonea watoto wako wenyewe ama watoto wa wenyewe wivu na kitu kama hicho. Pili, uwe mtu ambaye anajukumika. Na kwa wazazi tafadhali ama kwa waajiri wa yaya, tusiwe watu ambao tunafikiria kwamba pesa ambazo tunawalipa yaya inaweza kuchukua nafasi ya nidhamu ambayo tunafaa kuwapa. Tuwe wale ambao tunawapa nidhamu ambapo nidhamu inafaa. Kumbuka kwamba hawa yaya hata hao ni binadamu, na bila hao huwezi kuendelea, ama niseme kwamba watoto wako utapata tatizo sana kwa kuwalea. Kwa hivyo tuwape heshima, tusiwadharau. Asante. Hii imekuwa ni idhaa ya Luf Africa. Tukutane tena majaliwa.